Kuna tofauti ndogo sana kati ya kuigiza hasira na kuishi kwenye hasira. Leo nataka tuangalie sini moja ya ugomvi kati ya Diba na Anna. Sini ya Diba akilazimisha kuchukua simu kwa mkewe Anna. Sipo hapa kwa lengo la kushambulia, bali kwa lengo la kuelewa. Kwa sababu mara nyingi acting ya kweli haipigi kelele, inaishi. Sini iko sebleni, simu inakuwa chanzo cha mgogoro. Gabo anataka simu, Anna anaificha na mvutano unapanda. Kwa juu ni ugomvi wa kawaida wa wanandoa, lakini tukitazama kwa jicho la analysis, kuna vitu vinaanza kujitokeza. Niache! Nini? Sitaki! Diba! Nianze na Diba. Kuna moment anapojaribu kuchukua simu yenyewe, nilihisi kama kuna awareness ya kamera. Movement zake zina tahadhari fulani hivi. Hasira yake inaonekana controlled sana, hata miguu yake ukitazama kwa makini inageukia upande wa kamera. Na hapa kuna principle moja muhimu sana kwenye acting. Hasira ya kweli mara nyingi huwa mess. Wakati mtu ana hasira ya ndani, mwili haupangi movement vizuri. Macho yanakuwa focus kwenye tatizo, si mazingira. Energy inakuwa unpredictable. Lakini hapa kuna hisia kama movement imepimwa. Sio kwamba acting ni mbaya, la hasha. Ni kwamba hisia zinaonekana zinaoneshwa badala ya kuziishi. Na hiyo ni tofauti ndogo lakini kubwa sana. Sasa tuje upande wa Anna. Intensity yake iko juu sana. Sauti kubwa, macho yamepanuka, mwili uko kwenye performance mode. Na hapa ndipo swali linakuja. Je, hasira ilikuwa inatokea ndani au ilikuwa inaoneshwa nje tu? Kuna wakati actor anapopandisha intensity sana, inaanza kuonekana kama emotion inalazimishwa kutoka kwa audience. Lakini emotion ya kweli haiji kwa kelele tu. Mara nyingi hasira ya ndani huwa nzito, macho yanabeba maumivu. Sauti inaweza hata kushuka badala ya kupanda. Kwenye siti hii, intensity iko juu, lakini uzito wa ndani hauonekani kwa kiwango kile kile. Na hapo ndipo tension inakuwa ya juu zaidi kuliko ya ndani. Pia kuna kitu kingine muhimu. Sebule space yake ni ndogo. Kamera iko karibu. Close up shots zinahitaji acting ya ndani sana. Kadri kamera inavyokaribia, ndivyo unavyopaswa kupunguza performance na kuongeza ukweli. Kwa sababu kamera inasoma kila kitu, hata vile vitu vidogo vidogo sana unavyovifanya kamera itakuona tu. Hata mvutano wa midomo, mabadiliko madogo ya macho pia yanaweza kuonekana na kamera. Ukiongeza sana, kamera itagundua. Na hapo ndipo audience nao wanahisi kuna kitu hakipo natural. Sini hii inanifundisha kitu kimoja kikubwa. Acting ya kweli si kupaza sauti, si kutikisa mikono, si kufungua macho sana bila sababu. Bali acting ya kweli ni kuishi kwenye hali. Hata ukinyamaza kimya, nayo pia ni acting. Lakini bado watazamaji wanaweza kuhisi uzito huo huo pamoja na ukimya wako. Na hii ndiyo tofauti ya kuigiza na kuishi kwenye sini. Hii si kushambulia, ni kujifunza. Kwa sababu kadri tunavyochambua, ndivyo tunavyoikuza sanaa yetu.
Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Ulihisi nini kwenye sini hii? Je, ulikuwa unaamini hasira ile? Au kuna sehemu ulihisi performance iko juu kidogo? Maybe. Tuendelee kujifunza pamoja. Chao.